Hello watu wa Mungu, karibu hapa RFK TV online. Naitwa Madam Glory Basuta. Karibu katika kipindi changu cha Sauti ya Faraja ambacho kinakuwa hewani kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 kamili mchana. Watu wa Mungu, katika maisha tunapitiaga mambo mengi sana ambayo muda mwingine yanatupelekea hadi kukata tamaa, kuona kuwa ndio tumefika mwisho, hatuwezi tena. Somo la leo linasema usikate tamaa. Wewe unavyoamua kukata tamaa, ndipo ambapo maisha yako unayadumasha, yanakuwa hayawezi kuendelea mbele. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usipende kukata tamaa. Mungu yupo, na Mungu yupo kutusikia, na Mungu yupo kutusaidia. Kwa ukiona magumu yote unaopitia, ukiona vikwazo vyovyote ambavyo vinakuandama katika maisha yako, hata siku moja usijaribu kukata tamaa. Hebu inuka, pambana, songa mbele. Lazima utapata mwanga, lazima utapata njia ambayo itakuwezesha kutatua hilo tatizo ambalo linakusumbua. Utapata kuweza kutatua changamoto zote ambazo zipo katika maisha yako. Na katika hii dunia, dhambi kubwa sana, ukiachana na kumkufuru Mtakatifu, inayofuata ni kukata tamaa. Yaani Mungu apendi kukata tamaa. Ndio maana ametupa uweza. Ndio maana alituumba kwa sura na mfano wake. Akatupa uweza wa kutawala, kuijaza na kuitiisha hii dunia. Kwa wewe unapokata tamaa, unaonesha kuwa hauna nguvu ya Mungu. Unajionesha kuwa wewe si kitu mbele ya hii dunia. Tukiona hata katika maandiko, tunaona jinsi gani watu ambavyo hawakukata tamaa. Tunamwona yule Ana ambaye aliolewa, alikuwa ana mtoto, alikuwa hawezi kuzaa, lakini tunaona jinsi gani ambavyo hakukata tamaa. Aliendelea kuomba na kuomba, aliendelea kumlilia Mungu wake. Kila madhabahuni lazima amueleze Mungu hiyo shida yake. Tunaona jinsi gani Mungu ambapo baadaye alienda akamfungua lile tumbo lake. Kwa nawe unapopitia changamoto yoyote, hebu usikate tamaa. Unavokata tamaa, ndipo ambapo shetani anafly. Anaona ni jinsi gani ambavyo wewe umekiuka ile maagizo ambayo ulipewa na Mungu wako, kuwa wewe ni mshindi, kuwa wewe unaweza. Kwa watu wa Mungu, ukiona umepitia changamoto yoyote, ninakusihi usikate tamaa. Mlilie Mungu wako, muombe Mungu wako. Mungu mwenyewe amesema njoo tuojiane. Eleza shida yako ili uweze kupata haki yako. Kwa mueleze Mungu shida yako yoyote ambayo ulionayo. Na kikubwa, ndio maana kila siku nasema tujifunze kufanya meditation, kwa sababu katika utulivu, katika kutulia kule, ndipo ambapo Mungu ataweza kusema na wewe. Ndipo ambapo utaweza kugundua siri nyingi sana zilizojificha katika maisha yako. Ndipo ambapo utapata solution, utapata kuweza kutatua changamoto zako zote zinazokupata. Utajua ni njia gani uzitumie ili uweze kuondokana na hizo changamoto. Lakini ni kwa nini? Ni kwa kutulia. Kwa hiyo jifunze kutulia. Tafuta nafasi, tulia mwili wako ili uweze kutulia roho yako, uweze kutulia rohoni, ili uweze kukaa kuongea na Mungu wako, ili uweze kusikia anataka ufanye nini, ili uweze kusikia anakuelekeza nini. Watu wa Mungu, tuna uwezo. Tuna uwezo, mambo yote tunaweza kuyafanya katika yeye atutie nguvu. Na yeye atutie nguvu ni Mungu. Kwa watu wa Mungu, usikate tamaa. Hata kama ni changamoto gani na kuandama katika familia yako, katika ndoa yako, wewe mlilie Mungu. Ipo siku Mungu atakusikia, na ipo siku Mungu atakupa njia ya kuweza kutatua hilo changamoto yako. Asanteni sana watu wa Mungu. Ulikuwa nami Madam Glory Basuta katika kipindi changu hiki cha Sauti ya Faraja. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare hii video kwa watu wengine. Mungu anatupenda sana sana sana. Mungu anatupenda.